Ndugu mtazamaji, tumesikiliza kipindi kizuri sana ambacho daktari wetu ametufundisha mahali hapa. Sasa daktari, kuna maswali hapa. Watu wana changamoto sana. Wanatamani kujua, je, ikitokea kwa wenza ambao wanaenda kituo cha afya kupima virusi vya ukimwi, ikatokea mmoja yuko positive na mwingine ni negative, wewe kama daktari huwa unawapa ushauri gani hao watu ambao wanataka kufuata taratibu za ndoa? Okay, nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri, na ningependa kutoa majibu kama ifuatavyo. Watu wawili wanapokuja kwa nia ya kuingia kwenye ndoa na wanakuja hospitali kwa ajili ya kujua hali zao za afya, yani HIV status, na mmoja akakutwa ni positive, mmoja akakutwa ni negative. Kwa lugha ya kitaalamu watu tunaita discordant couple. Hawa wana uwezo wa kuingia kwenye ndoa na wana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na wakapata watoto bila mmoja kumwambukiza mwenzake, lakini kwa condition zifuatazo. Ikiwa mtu amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi, huwa anaanzishiwa matibabu, anatumia dawa tunaita ART kwa ajili ya kufubaza vile virusi mwilini. Sasa anapotumia dawa vizuri za kufubaza virusi, huwa anafika kwenye stage inaitwa U=U, yani undetectable equals to untransmittable. Yani anafika kwenye stage ambayo hata ukifanya kipimo kinaitwa viral load. Viral load ni kipimo ambacho kinaangalia idadi ya virusi kwenye damu. Sasa ukifanya kipimo cha viral load, huwa kuna time inafika wale virusi wanakuwa huwezi ukawa detect kwenye kipimo cha viral load. Yani manake anakuwa ametumia dawa vizuri kiasi kwamba wale virusi wamefubaa, wamekuwa weak kiasi kwamba hata kwenye kipimo hawawezi kuwa detected. Na mara nyingi hawa virusi wakifubaa kufikia hiyo stage, hata kumwambukiza mtu huwa inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hata transmission yake pia huwa inakuwa, chance ya kutransmit hawa virusi huwa inakuwa ni ndogo. Kwa hivyo tunashauri mtu akiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi na akawa na sex partner wake ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa hiyo tutamshauri mtu aweze kutumia dawa vizuri. Akishafubaza virusi, amefika kwenye hiyo stage nilokuambia ya U=U, basi wana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na wakapata watoto na kufurahia maisha yao. Kwa hiyo inakuwa haina shida kabisa. Sasa daktari, hapo haiwezi mmoja akamwambukiza mwenzie hata kama kuna dawa ameshapewa za kufubaza hivyo virusi? Kama nilivyokuambia, lazima kwanza tutawarink kwenye hicho kituo cha CTC ambao wanadili na wagonjwa wa aina hii. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba endapo huyu mtu atapewa muda wa kutumia kwanza dawa, kama ndo wamegundulika kwa mara ya kwanza, huyu ambaye ana maambukizi itabidi kwanza apewe muda wa kutumia dawa. Wakati anatumia dawa atakuwa anafanya vipimo, atakuwa anafanya viral load, lakini pia atakuwa anafanya CD4 count. Kwa kwenye majibu ya vile vipimo itafika stage ambayo wakifanya kipimo cha viral load, wale virusi watakuwa wamefubaa kiasi kwamba hawaonekani. Sasa akishakuwa kwenye ile stage, chance ya kumwambukiza mwenzake huwa inakuwa ni ndogo, yani ni sawa na hakuna, hawezi akamwambukiza. Kwa wanaweza wakashiriki tendo la ndoa lakini asiweze kumwambukiza mwenzake. Kwa hiyo ni lazima kwanza atumie dawa, afike kwenye stage ya undetectable equals to untransmittable. Akishafika kwenye hiyo stage, basi anaweza akashiriki tendo la ndoa na wakapata watoto na wakaendelea na maisha kama kawaida. Sawa. Watu wengi sana huwa wanakuwa na maswali juu ya hii topic. Nadhani leo watakuwa wamepata majibu yao. Kuna jambo lingine daktari. Kwa wale wenzi ambao wanataka kuanza kufuata zile taratibu za ndoa, unakuta wameenda hospitali kufanya kipimo. Wamekuja kufuata taratibu, wamepima wote kwa pamoja, lakini wewe umetoka kutuambia kwamba inatakiwa kila baada miezi mitatu wapime tena. Sasa kuna dini zingine wakisha pima tu leo wakapatikana wote wako negative, wanaanza taratibu za ndoa. Je, kwa ushauri wako daktari, wewe unawaambia nini watu wa aina hiyo? Okay, ushauri wangu kama nilivyotoka kusema hapo mwanzo,
Ni muhimu sana kufanya kipimo mara 2. Watakuja watapima mara ya kwanza, lakini pia ni muhimu kurudi baada ya miezi 3 wapime tena, ndipo waingie kwenye kukutana kimwili. Kwa hiyo wanaweza wakaendelea na taratibu zingine za ndoa, lakini kwenye kukutana kimwili ni lazima wapime mara 2. Wapime mara ya kwanza, lakini wakae siku 90 warudi tena kupima kutokana na sababu ambazo niliziongelea hapo nyuma. Yeah. Asante sana daktari, tunakushukuru. Ndugu watazamaji wa kipindi cha Happiness Michael, karibuni sana. Kama utakuwa una maswali, unaweza ukashusha komenti yako hapo chini, ukatuambia una swali gani, una changamoto gani ya kiafya. Daktari yupo kwa ajili yetu, atakuelekeza vizuri na utaenda kufanya maisha yako yatakuwa mazuri na maisha yako yatakuwa bora na utaenda kwa usahihi kwa kila jambo. Asanteni sana, karibuni sana. Mungu awabariki. Amina. Asante sana daktari, tunashukuru kwa kipindi kizuri. Asante sana. Asante.